Kumbwa na matatizo waone ndugu wa kweli. Hamna waona wala sio ndugu zangu. Hamna kaka, dada, mtoto, mdogo, mkubwa wala binamu zangu. Hamna mmoja ambaye hata ameshawahi kusikia kitovu changu wapi kilipozikwa. Hayupo hapo aliyewahi kuniona nikitambaa nikilia, nikicheka, hata kusikia maji nikitamua wakati huo. Wengi wao walikuwa katika umri wa kula pipi na si ajabu wengine kuvishwa nepi, lakini katika nyakati hizi za pumzi ya moto ndio waliojaa chumba cha maututi, na hawa ndio wanangu. Ndugu wapo lakini umechoshwa na hali yangu. Kwao nimekuwa mfano mzigo wa mlima udizungu ulioshindwa kubebeka. Hali hii kwao ni kama kumwinda kinyonga ndani ya msitu uliosheheni vitalu vya maua yenye kila aina ya rangi. Hali hii kwao ni zaidi ya mateso ya mwizi anayeuawa kitani kwa pira la petroli, lakini wanangu kwao ni tofauti. Wanaimani kuna siku nitakuja kuangalia ni kuwashukuru kwa muda wao. Wanaimani nitakuja kuongea na kuwaomba angalau chupa ya energy nichangamshe mwili. Wanaimani kuna siku nitashiriki nao dress code party ndani ya kitambaa cheupe. Nafsi zao zilijawa dua, sala za kila sekunde, dakika na kila uchwao. Uwepo wao ndio maana halisi ya urafiki wa kweli. Wamenifunza ndugu ni yule anayesimama na wewe kwenye kila nyakati ngumu bila kujali kile anachotoa wala muda naopoteza. Wanangu wamenifunza udugu wa damu unaweza ukawa maji na ukashindwa kuyanywa, maana hutohisi ladha halisi ya kinywaji hicho. Maisha na mengi sana kutufunza, ila hili kwangu ni zaidi ya somo. Jean-Paul Sartre, mwanafalsafa wa Kifaransa, amewahi kuandika katika kitabu cha Existentialism, katika urafiki tunajipata kupitia uhuru wa wenzetu. Kupenda rafiki ni kutamani uhuru wake, na wajamaa wamefanya hivyo. Wakitoa kosa la kumchagua mke asiyefaa, basi na kosa la kuchagua rafiki wa kweli na aloliwekea akilini mwako. Wanangu wamepigana kwa hali na mali. Muda ambao daktari alisema mgonjwa awe peke yake, wao lazimisha wanione. Waliruhusiwa watu watatu kumuona mgonjwa, lakini wote waliingia. Walikuwa wakipigana vikumbo mlangoni kila muda niliozidiwa, lakini hawakuchoka mpaka muda nilioweza angalau kuomba maji kinywani. Na hawa ndio wanangu. Usitembee nyuma yangu huenda nisiwe kiongozi, usitembee mbele yangu huenda nisiwe mfuasi, ila tembea kando yangu na uwe rafiki yangu. Naitwa Ibrahim Khamisi Ndengereko, mwenye asili ya Kipemba.